Kambini. Nyie kambi lenu liko wapi? Sisikii hata harufu, mnakula majani. Nitawatembelea nione, yaweza kuwa. Inawezekana mnakula majani. Nasema kuna msosi. Niliwaambia jamani, kambi ni kula, kujifunza neno la Mungu, kuimba na fanya nini? Sasa sijajua mnakula wapi, jitahidini mle vizuri. Kesho jioni nione mikono ya wale ambao jana hawakuwepo, leo ndo wamekuwa nasi kwa mara ya kwanza, ndo wamefika kambini. Punga mkono. Naona wapo wengi. Naomba bahasha zetu zile zipite. Na kama jana ukubahatika kupata bahasha, endelea kuhakikisha ya kwamba bahasha haikupiti. Swala la kutoa ni lingine, ila imani ya kwanza, chukua bahasha. Alafu baadaye jifikirie na utafakari Mungu amefanya nini na utamtolea nini. Hapa ninaona Nazareti 2:181,800, Kisiwani 765,500, Kakebe 612,400, Ufunuo 191 na 400. Alafu hapa jumla ni 3,700,000 lakini bado hatujaanza kumtolea Bwana sadaka za shukrani. Hii 3,700,000 ni fedha ambayo angekuja mtu mmoja, simaanisha atoe peke yake, ila kwa namna ambavyo Mungu amembariki angefanya. Kwa namna ambavyo Mungu amefanya nini? Amembariki. Unaweza ukapiga mahesabu tangu Januari mpaka sasa hivi, ama tangu kabla ya mwaka jana mpaka sasa hivi, mambo yako binafsi umefanya mangapi? Umefanya ya milioni ngapi? Na aliyekupatia pumzi ya uhai ni Mungu. Aliyekuwezesha kuyafanya ni Mungu. Aliyekupatia kibali ni Mungu. Kwa hiyo tufikirie kufanya jambo ambalo Mungu anapotazama bahasha ama kile ambacho umeamua kukifanya, kweli aseme huyo amefanya. Jioni ya tutakapokuwa tunaelekea kwenye mwisho wa hotuba yetu, wakati tunaimba ule wimbo wa mwisho, utakuwa na masanduku hapa. Kwa hiyo utaanza tu kujiongea, unaleta sadaka yako. Kwa hiyo wito wa kwanza leo utakuwa ni wa kujiongea na kuleta sadaka. Lakini ile siku ya Alhamisi tunasema itakuwa ni kilele cha utoaji wa hizo sadaka. Una ng'ombe, majunia ya mpunga, mahindi, fedha, siku hiyo itakuwa ni kilele cha kupandisha dhabihu mbele za Bwana. Na kesho tutakuwa na maombi, tutakuwa na kile kipindi cha maombi kwenye wakati wa break pale. Tutakuwa na kipindi cha maombi. Sijatangaza mfungo. Labda huenda mchungaji wenu atakuja watangazia kama kuna mfungo. La mimi nimesema maombi. Bwana Yesu asifiwe. Najua tuko katikati ya sikukuu za vibanda. Kwa hiyo kama kuna maelekezo ya mfungo, basi tutayapokea kutoka ngazi ya uongozi wa mtaa. Kitabu cha Zaburi sura ya 62. Kitabu cha Zaburi sura ya 62. Neno la Bwana linasema, tasoma mstari wa 9. Hakika binadamu ni ubatili na wenye cheo ni uongo. Katika mizani huinuka, wote pamoja ni hafifu kuliko ubatili. Msitumainie dhuluma, wala msijivune kwa unyang'anyi. Mali izidipo, msiangalie sana moyoni,
mali zidipo, msiangalie sana moyoni. Mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya, ya kuwa nguvu zina nani na fadhili zako kwako, e Bwana, maana ndiwe mlipaye kila mtu sawasawa na haki yake. Enyi watu wa Nazareti, mtumainini siku zote. Enyi watu wa Nazareti, mtumainini siku zote. Enyi watu wa Nazareti, mtumainini siku zote. Nazareti kambi 2025. Nazareti kambi 2025. Nazareti kambi 2025. Chunga rafiki yako, chunga mwenzako. Wale wageni ni kama bado wanashangaa. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sana siku za kuvuna, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno. Nimegundua president hamjala, hata kama mmenyangia mmekula, nina wasiwasi. Bwana mmetekewa hivi. Na tulisemezana vizuri kwamba tuwe attention. Kuna kushiba kwa aina mara mbili. Kama mmeshiba ile yenyewe semeni amina. Basi tutaimba hiyo chorus kwa uzuri. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili, na hata jioni twangojea sasa siku za kuvuna, maana tuna uhakika siku ya kuvuna inakuja, ambapo kila mmoja atavuna kwa kadiri alivyopanda. Na baada ya mavuno tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno. Mfalme mtakatifu, hakika tutavuna hata jioni. Tusaidie kuvuna mavuno mema
na siyo mavuno mengine, bali mavuno ya uzima wa milele. Neema yako tufunike. Karibu tena jioni ya leo, tupatie mkate tena, japo kidogo, utakao tuongezea mafuta ya kusafiri kwa imani, kwa jina la Yesu, amen. Yuda sura ya kwanza mstari wa 7. Yuda sura ya kwanza na mstari wa 7. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiambiwa katika moto wa milele, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Dunia yetu itasafishwa, itatakaswa kwa njia ya moto. Dunia hii tunayokaa, mwisho wa mambo yote, moto utaiteketeza. Dhambi itamalizwa na haitakuwepo tena kwa watakatifu wa Mungu waliovumilia, waliosimama imara hata wakati mzito na mgumu, mpaka pale Bwana mwenyewe atakapopuliza kipenga dakika ya mwisho. Natamani wakati anapuliza kipenga dakika ya mwisho uwe miongoni mwa wale watakaoimba wimbo wa Msana Mwana Kondoo.